رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أما بعد أيها الإخوة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam. Kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa taufiki yake kwa siku ya leo hii kuweza kutuwafikisha kuweza kufika katika uwanja wa ndege huu wa kimataifa wa hapa Zanzibar kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Saudi Arabia kwa kwenda kutekeleza ibada ya hija kwa mwaka huu 1447 sawa 2026, tukiwa pamoja na kikundi chetu Ahli Sunna wal Jamaa pamoja na vikundi vinginevyo ambavyo tutajumuika navyo pamoja katika safari yetu hii. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha. Swala ambalo umetuuliza au leo niuliza ni swala muhimu sana, kwamba tunapozungumza faida ya hija. Hija kusema kweli, ndugu zangu Waislamu, ina faida kubwa sana, na matunda au faida ya hija inapatikana hapa duniani na kesho akhera vile vile. Lakini kwanza kabisa kutekeleza ibada ya hija, faida yake inaonesha utiifu wa huyu mja mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametoa tangazo, ametoa wito kwamba watu waitikie waende katika nyumba yake takatifu kahija. Aliposema waadhin fi nnasi bilhajj, yani watangazie watu kwenda kutekeleza ibada ya hija. Basi atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq, watakuja watu ambao wapo wanaokwenda kwa miguu, wanaotembea, na wale vile vile watakuwa wanaokwenda vile vile kutoka sehemu mbalimbali, wa kulli dhamir, na wengine wamepanda wanyama ambao wamekonda kutoka maeneo ya mbali kabisa. Basi watakuja yatina min kulli fajjin amiq, watakuja kutoka sehemu mbalimbali. Kwa nini? Liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa makubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uweza amewanufaisha na amewekea manufaa kama hayo. Kwa hiyo la mwanzo kabisa katika faida yake ni kuonesha utiifu wa mja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotekeleza wito wake. Na hili Mwenyezi Mungu, na kwa nini natekeleze? Kwa sababu hii ni amri, na kwa kuwa ni wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuita, basi sisi ni wajibu wetu ni kutekeleza, kama alivyosema katika aya nyingine, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafaradhishia watu Waislamu kwenda kuhiji nyumba takatifu, liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye mwenye uwezo kuelekea huko basi afanye hivyo. Kwa hiyo huu ni utiifu, na sisi alhamdulillah katika grupu yetu tukiwa mahujaji 164 basi tunaelekea kuweza kutekeleza na kuitikia wito wa Bwana Subhanahu wa Ta'ala, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikishe. Ukiachia manufaa haya ambayo tunayazungumzia, lakini pia manufaa mengineyo ni makubwa ambayo anayoyapata mja, kwamba kile alichokitoa katika mali yake basi anakuwa hapotezi, bali amewekeza, tena amewekeza katika ghanima au katika tunasema benki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyosema Bwana Mtume alayhi as-salatu wassalam, an-nafaqatu fil hajji kan-nafaqati fi sabilillah. Yani mtu unapotoa mali yako kwa ajili ya hija, basi ni kama kwamba unatoa fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika riwaya imekuja ad-dirham bi alfi dirham, bi alfi mia dirham, ile dirham moja kama shilingi moja ile, basi unalipo kwa laki nzima, unazidishiwa maradufu zaidi, kuonesha ni malipo makubwa ambayo kwamba mje anayapata. Kwa hiyo kwa yule aliyechangia, aliotoa ili kwa ajili ya fedha zile kupatiwa huduma na taasisi, basi kumbe hapo hapo amewekeza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na atapata malipo kama hayo makubwa. Na hapa tuzingatie ayuha ikhwa, kwamba kitendo cha kuwekeza au kulimbikiza mali ukiwa una uwezo halafu usende kutekeleza ibada ya hija, basi hapa kuna hasara kubwa sana ambayo inapatikana ndani yake. Kama alivyosema Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah basi falam yahuj fala alayhi an yamuta yahudiyan au nasraniya. Yote atakayemiliki masurufu zadan lakini warahilatan, na kipando vile vile ambacho kinaweza kumfikisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kutekeleza nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halafu wala mihuju asihiji, basi fala alayhi an yamuta yahudia wala nasraniya, hana kifo cha kufa isipokuwa atakufa kifo kibaya hali ya kuwa imam yahudi au nasara. Na wadhalika qauluhu ta'ala, na hiyo inathibitishwa na kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema walillahi ala nnasi hijjul baiti
walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kwa hiyo walillahi ala nasi hijjul bait, kwamba Mwenyezi Mungu amefaradhisha kwa watu kwenda kuhiji mtakatifu, basi liman istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara, akasema na yule atakayekufuru, kwa maana asiwe tayari kutekeleza ibada ya hija, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mkwasi, kwa maana tajiri hahitaji zile sadaka za watu au labda malipo au fedha za watu, lakini haya manufaa yanarejea kwetu sisi kabisa, kama tulivyozungumza katika masala, unapotoa pesa yako ndogo, lakini Mungu atakuandikia kama umetoa fi sabilillah. Kwa hiyo haya ni katika miongoni mwa manufaa ambayo yanapatikana. Kwa hiyo ayuhal ikhwa, tufanyeni haraka haraka. Mtu ambaye akipata uwezo, basi ndio Mtume anasema taajjaru ila alhajj, kimbilieni haraka kwenda kutekeleza ibada ya hija, fa inna ahadakum la yadri ma ya'rudu lahu, kwani mmoja wenu hajui kipi kitamtokezea katika maisha yake, kipi kitamtokezea katika, anaweza akaumwa, anaweza vile vile akafariki, na haya masala yapo. Hata tukiangalia mfano katika mwaka huu utakuta tunao kama mahujaji wangapi walikuwa mashallah mpaka visa zao zimeshatoka, lakini utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamختari mtu akafariki, hajaenda kuhiji na tayari keshatia nia. Sasa ayuhal ikhwa, kwa sisi tunapoipata hiyo fursa ya kifedha kwa tukunazo ambazo zitakidhi huduma ya gharama za hija, basi tuwe kabisa wepesi kuweza kuwekeza na kuweza kutoa fedha zetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na manufaa makubwa tuweze kuyapata hapa duniani na kesho akhera. Ukiachia manufaa hayo, manufaa mengineyo ambayo yanapatikana katika kwa mwenye kuhiji, vile vile husamehewa dhambi zake, kwa sababu Mtume anasema yustaghfar lilhaji wa liman istaghfar lahu, anasamehewa yule haji anapoenda kuhiji kule na anayemwombea dua. Vile vile hadithi nyingine anasema alhajju mabrur laysa lahu jazao ila aljanna, hija ambayo ilikubalika haina malipo isipokuwa ni mapepo. Lakini hadithi nyingine ikasema kwamba man hajja, atakayehiji walam yarfuth wala yafsuq rajaa ka yawmin waladatu ummu, atakayehiji hajafanya vitendo vichafu wala maneno machafu, vile vile basi anakuwa anarejea katika ibada ya hija kama ile siku aliyozaliwa na mama yake, kwa maana hana dhambi hata chembe. Kwa hiyo hizi ni haya ni baadhi ya manufaa ambayo kwamba anayapata haji. Kwa hiyo ayuha, ndugu zangu Waislamu, tunatoa wito tukimbilie katika utekelezaji wa ibada hii inshallah, ili Mungu atufungulie katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Naam. Kuna itikadi au imani ya vijana wengi wanahofia kutekeleza au kufanya jambo hili, ibada ya hija, kwa sababu wanaamini kwamba ibada hii hufanywa na wazee kutokana na yeye hajamaliza yale mambo yake. Sasa unazungumzia nini kuhusu hilo? Itikadi hiyo bila shaka tunasema itikadi si sahihi, haikubaliki. Kama nilivyozungumzia namna gani Bwana Mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa tayari amehimiza watu wakimbilie katika kufanya hizi ibada ya haji. Lakini nitachukulia mfano katika kujibu swali lako hili. Hadithi ya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam anasema kwamba igtanim khamsan qabla khamsin, shughulikia mambo matano kabla matano hajakufika. Akasema kwanza shababaka kabla haramika, ujana wako kabla nini? Uzee. Kwa sababu unapokuwa kijana wewe una nguvu za kufanya amali mbalimbali, una nguvu za kufunga, una nguvu za kufanya hija, una nguvu za kufanya ibada mbalimbali, na hasa ibada ya funga, ibada ya hija ni ibada ambayo inahitajia nguvu, inahitajia harakati, inahitajia vitendo kwa vingi. Kwa hiyo kile unapokuwa una nguvu kijana, basi inakuwa iko vizuri zaidi kuliko unapokuwa kizee hujiwezi kabisa, inakuwa ndani yake mashaka. Kwa hiyo fursa kama hii wakati wa ujana hasa ndipo pahala pa kuchuma na ndio pa kufanya ibada kama hizo. Lakini akasema vile vile wasihataka kabla maradhika, na shughulikia ujana wako kabla hujapata na maradhi. Hili jambo la pili Bwana Mtume ametuhimiza tunapokuwa na afya, kwa sababu afya ni neema, ni neema kubwa sana. Mtume anasema ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Neema za aina mbili watu wengi wamepunjwa, hawajui thamani yake, ni afya pamoja na faragha, kuwa na nafasi. Kwa hiyo hii ni jambo la kimsingi vile vile. Lakini kwa sababu unapokuwa na mashughuliko kabla shughulika, ukawa na mashughuliko uweze ukafanya katika mambo yenye kheri na kunufaika nayo. Lakini akasema waghinaka kabla faqrika, tumia utajiri wako kabla ufakiri wako. Kama wewe ni kijana mashallah, una uwezo, una utajiri, basi utumie. Huwezi, hujui huko mbele mustakabali Mungu atakuandikia kitu gani. Unaweza ukapata ufakiri, mali yako ikafilisika, mali yako ikapotea, mali yako ikapata majanga na mabalaa. Kwa hiyo sasa itumie fursa hii ya utajiri kabla hujapata vile vile ufakiri. Lakini akasema vile vile wa faraghaka kabla shughulika, na shughulika vile vile, tumia faragha yako kabla shughulika. Na ya mwisho akasema wa hayataka kabla mautika, utumie uhai wako kabla ya kufa. Kwa hiyo mambo matano haya
Bwana Mtume alayhi wasallam ametuhimiza, ikiwemo vile vile ujana kutumia kabla ya uzee. Kwa hiyo fikra hizo hazikubaliki kusema kweli, kwa sababu huna dhamana ya uhai. Je, huo uzee unaotarajia utafika ufiki? Kwa hiyo ni vizuri mtu anapowahi mapema, inapendeza zaidi. Taratibu za malipo kupitia taasisi ya Ahlus Sunna ziko vipi? Je, kwamba mtu atalazimika kulipa malipo kwa pamoja kwa wale ambao wanahitaji kuenda inshallah mwakani, au anaweza kalipa kidogo dogo? Kwa taratibu za malipo yani, taratibu za malipo ziko tofauti. Kwa maana kwa yule ambaye kwamba atakuwa tayari ana uwezo kulipa malipo yote kwa pamoja, basi ahlan wa sahlan, taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa inapokea malipo yale. Lakini hata kwa wale ambao kwamba wanaolipa kidogo kidogo, kwa Ahmed, kutoka hali yangu sina uwezo wa kulipa pesa zote katika mara moja, lakini nitakuwa nalipia kidogo kidogo, labda mpata milioni 5 nitaweka mwenyewe milioni 6, milioni 10, milioni 3, milioni 1. Basi pia katika utaratibu wetu tunaweza katika akaunti zetu, basi huwa tunaweka na tunaweka kumbukumbu, na mtu anaweza kukaa miaka 3 4 baadaye akakamilisha hija yake. Kwa hiyo halina shida, inakubalika. Upo taratibu inshallah. Basi nashukuru sana Sheikh. Haya, barakallahu fikum, Mungu atuwafikishe inshallah. Jazakallahu khair. Naitwa Muhiddin Ahmad Khamis. Mashaallah. Ukipenda unaweza ukaniita Dr. Muhiddin. Naam. Au maarufu Mwalimu Siasa. Naam. Ndio mwenyekiti wa taasisi Ahlus Sunna wal Jamaa. Naam. Ambao taasisi hii tulianzisha tangu 2011. Naam. Na hii leo itakuwa mwaka wa 14 tunawapeleka mahujaji. Naam. Alhamdulillah, miaka miwili ilikasurika ile ya COVID. Naam. Ya 2021. Naam. Lakini mengineo yote tumeanza kupeleka tangu watu 120. Baadaye tukenda mpaka tukafika kima cha juu kabisa watu 202 mwaka jana. Safari kutokana na mambo ya sharia za Saudi Arabia imepungua ile idadi, tumekuwa na watu 166. Ama maandalizi kama swala ulivyoniuliza, tumejipanga vizuri sana kuhakikisha taasisi yetu inatekeleza nguzo hii ya 5 ya Kiislamu ipasavyo. Na kwa maana hiyo maandalizi ya semina hatukuanza labda juzi tu. Tulipomaliza tu mfungo 3, tulipoingia mfungo 4 wa mwaka huu mpya, basi ilikuwa tayari tumeanza maandalizi hayo kila Jumapili, bali tulifungua na darasa ya kila siku ya Ijumaa wakati wa alasiri kwa ajili ya kina mama. Kwa hiyo tuko vizuri, na kila haji au hajati anaweza kutaka hija mwenyewe, isipokuwa tu hatuchukui dhamana hiyo. Ndio maana tutaenda nao kufanya nao ibada zote zile, kama kutekeleza amri ya Mtume aliyosema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi ibada zenu za hija. Na Mungu amesema wa atimmu alhajja wal umrata lillah, basi kamilisheni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hizi ni 2 rituals ambao zina move simultaneously as a parallel line, zinakwenda sambamba ibada hizi mbili. Naam. Nini ahadi yako maalim kwa watu ambao wanachagua kusafiri na taasisi hii ya Ahlus Sunna kuelekea katika ardhi tukufu? Kwa sababu ya jitihada viongozi tuliokuwa nao wengi. Na safari hii tuna viongozi 22 ambao wao ni wazoefu. Tunapeleka grupu ile watu 166. Hatuna wasiwasi hata mmoja akipata watu 8, akipata watu 9, basi tunaweza kuitekeleza ibada hii vizuri sana, tukitegemea nguvu za Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna wasiwasi kibinadamu, lakini tena na ufalme wa Bwana ndio unaofanya kazi katika kila kile tunachokipanda. Kwa hiyo ahadi yetu sisi kuhakikisha wanaitekeleza ibada hii kwa ufanisi. Hasa tumewaambia sio lengo kwenda kutembea watu wapite shopping na wapi. Lengo ni kwenda kuvuna ile neema ambayo tunatakiwa sisi tukavune, kama msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliyosema masjidi hadha khairu min 1000 salatin fima siwa. As-salatu fi masjidi hadha khairu min 1000 salatin fima siwa ila al-masjid al-haram, wa salatu fi al-masjid al-haram khairu min 1000 salatin fima siwa 1100. Kwa hiyo ile ya Madina tunapata mara 1000, lakini ya Maka msikiti tunapata mara laki. Kwa hiyo tumewahimiza sana mahujaji wetu wasifanye maskhara, faliyatanafasil mutanafisun, washindana wenye kushindana katika hili. Naam, nashukuru sana maalim, inshallah
Kwa haya tusikucheleweshe biidhnillah inshallah. Asante, Mwenyezi Mungu atubariki, dua zenu tuombe, na sisi inshallah tukifika katika Mash'ari al-Haram kwa tutaomba dua kwa ajili yenu. Asante sana. Shukran jazila. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-bayta al-harama mathabatan lin-nasi wa amna wa farada al-hajj 'ala man istata'a min 'ibadihi karaman wa ihsanan wa huwa al-ghaniyyu al-aghna وجعله حجابا بين الناس والنار رحمة منه ولطفا ومنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نهى وأمر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من حج واعتمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أعد لهم الله جنات ونهر. أما بعد. Hapa tupo katika kiwanja cha ndege cha Zanzibar na tayari tupo kwa ajili ya safari ya hija. Safari hii ni safari tukufu mno kuliko safari zote ambazo mtu atakwenda katika ulimwengu huu. Mtu anaweza akenda Marekani, anaweza akenda Japani, akenda Ujerumani kwa mambo ya kidunia, lakini hii tunasema ni safari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kwa maneno ya Mtume SAW anasema alhujjaju walummaru wafdun Allah, yani mahujaji na wenye kufanya umra ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hivyo ukiwa ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu mtukufu, mahujaji wote wanakuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Sheikh Yusuf, tuchukulie mfano, pengine labda umealikwa na Mheshimiwa Rais Ikulu, utajisikia vipi? Raha na furaha kwa sababu kakualika nani? Mheshimiwa. Lakini je, yule ambaye amealikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huo unakuwa ni mwaliko mtukufu zaidi. Yani kwa mfano mdogo, kama ule mwaliko Mtume SAW alivyoalikwa safari ya Isra na Mi'raj, ule ni mwaliko mtukufu, basi huu ni mtukufu mno. Nakumbuka nadhani Imamu al-Jawzi ana maneno yake ya hikma, anasema dhaka almawqif al'azam, yani hicho kisimamo cha Arafa ni kisimamo kilichokuwa falillahi almawqif al'azam, yani Mwenyezi Mungu ana kisimamo kilokuwa kitukufu, kayaumi al-aradhi bal dhaka a'zam, lakini kitukufu cha kisimamo cha siku ya kiyama kitakuwa kitukufu zaidi. Wa bidunuhi aljabbaru jalla jalaluhu, na kukurubia kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwakurubia waja wake ile siku ya Arafa, basi yubahi bihim amlakahu fahuwa akramu, basi Mwenyezi Mungu hujifakharisha kwa malaika zake hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mtukufu zaidi. Yakulu, Mwenyezi Mungu huwa anasema ibadi qad atawni mahabbatan, enyi waja wangu mmenijia hali ya kuwa nyinyi mna mahaba na mimi Mola wenu. Fa inni bihim ajwadu akramu, basi mimi kwa waja wangu ajwadu, ni mwenye ukarimu zaidi, wa akramu, na ni mwema zaidi. Fabushra ya ahla mawqif alladhi, basi furaha iliyoje kwa watu wenye kusimama kisimamo ambacho bihi yaghfiru Allahu dhunuba wa yarhamu, Mwenyezi Mungu husamehe kwacho madhambi na akarehemu. Kwa hivyo huu ni utukufu mno, kwa sababu imetosha Sheikh Yusuf maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja min dhunubihi kayawma waladathu ummu, aliyehiji falam yarfuth, asifanye mambo machafu na kuingilia, walam yafsuq, aseme maneno maovu, rajaa min dhunubihi, hurejeshwa yakafutwa madhambi yake, kayauma waladathu ummu, akawa kama siku aliyozaliwa na mama yake. Kwa hivyo kwa kutilia mkazo qala alulama la dharurata fil islam, hapana dharura katika Uislamu. Man lam yahuj falislamu la yaarifuhu, ambaye hatohiji kwa maksudi hali ya kuwa na uwezo, Uislamu hautambui, kwa sababu kuna amri kali ya Mwenyezi Mungu anayosema kwamba walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara. Hapa ndo pa kuzingatia, fa inna Allaha ghaniyun anil alamin, kwa sababu kuna hatari Sheikh Yusuf siku ya kiyama. Mtume SAW
anasema man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baiti llahi alharam wa lam yahuj fala alayhi inshaa an yamuta yahudiyan au nasraniya. Kwa hiyo aya nini, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin. Kwa hivyo inatakiwa tuipe ibada hii kipaumbele sana kwa sababu hija ni kukamilisha Uislamu wa mja na Mungu anasema udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaitan, ingieni katika Uislamu wote msifate nyayo za shaitani, isiwe ile afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd. Kwa hivyo ni kuhamasishwa wale watu ambao wana uwezo wa kwenda hija wende wao wenyewe, na wanawajua watu ambao wana uwezo basi wawalinganie, kwa sababu Mtume SAW amesema unsur akhaka dhaliman au madhluman, nusuru ndugu yako dhalimu au mwenye kudhulumiwa. Kwa hivyo dhalimu yule ambaye ana uwezo haendi kwa nafsi yake, au pengine anamjua mtu mwenye uwezo ikawa hamwambii. Kwa hivyo nafikiri Sheikh Yusuf, Sheikh Abdallah, taasisi ya Ahlus Sunna miongoni mwa taasisi bora, manake nimeshuhudia mafunzo mengi unafunzo, manake hata kama itatokea umesilimu leo ukifika kule basi mafunzo na maelekezo yote unapata kwa usahihi. Utaratibu wa taasisi ya Ahlus Sunna uko vipi? Utaratibu wa Ahlus Sunna umeweka utaratibu mzuri, sio utaratibu wa taklif. Maana taklif pengine unaambiwa lipa dufatan wahida, pigo mmoja, na wewe huna uwezo wakati mwingine. Ahlus Sunna imeruhusu haji aweke pesa zake kidogo kidogo. Kama ataamua pengine kila mwezi atakuwa anatoa 500,000, 300,000, 200,000, ili mradi mpaka atakapokamilisha. Anapokusudia pengine nitahiji mwakani, basi anaweka kidogo kidogo mpaka atakamilisha. Na hata pengine itokezee mtihani kwamba atangulie mbele ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa akishatoa pesa zake, basi taasisi inachukua dhamana kwamba atatolewa kiongozi au katika watu wake wa karibu atahijiwa, hija yake haitopotea, kwamba labda kishakufa tena na huku kishalipa itakuwaje. Taasisi inachukua dhamana kwamba itamhijia mtu huyu, kuonesha kwamba taasisi imetoa kipaumbele ibada hii ya hija, na vile vile imetoa kipaumbele katika suala la kuwafundisha mahujaji ibada. Kila hatua tunafahamishwa. Haji haachwi peke yake akamangamanga wakazubaa kwamba hajui nini anafanya, lakini lazima atakuwa na kiongozi ambaye anamuongoza, atamfahamisha. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Hapo ndio ushaiona Al-Kaaba. Ukiona Al-Kaaba kuna maneno Mtume alikuwa akiyasema, kama utayakumbuka na utayasema kwenye kitabu alipoandikiwa, utakuwa unasema Allahumma hadha baitu baituka wal haram haramuka wal abdu abduka Allahumma zidhu sharafan wa karaman wa mahabbatan wa ta'ziman wa tashrifa. جمال الوجود بذكر الإله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Jina hapo nasomania kwa pamoja kwa yule ambaye anafanya hija yake mwenyewe. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yani nimeitikia umra, labbaika bil umrati, nimeitikia umra. Kwa hivyo hiyo aina ya kwanza. Aina ya pili, unataka kumfanyia mtu mwingine umra, ambayo ndio ukurasa 13. Na utasema labbaika allahumma bil umrati an fulani, yani nimeitikia ewe Mola kufanya umra kwa ajili ya nani? Fulani. Labbaika allahumma bil umrati, mfano an Hasan bin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo hii tumewasili katika mji mtukufu wa Saudi Arabia katika kiwanja cha Jeddah. Sisi ni mahujaji kutoka Zanzibar ambao msafara huu umeongozwa na kikundi kikubwa cha Ahlus Sunna wal Jamaa pamoja na taasisi nyingine. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kuikamilisha ibada hii tukufu, lakini pia usikose kufuatilia semina zetu na utaratibu wetu maalum wote kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa kukamilika ibada. Tunawatakia mahujaji wote kheri na baraka. Allah awafanyie wepesi katika ibada zao. Nikiripoti katika viwanja vitukufu, uwanja wa ndege wa Jeddah, mimi ni Qasim bin Suleiman bin Nasr Ar-Rumhi Al-Madani Az-Zinjibari Al-Qadiri baina al-Qausain Khadim al-Haramain Sharifain, mja wa Allah. Assalamu alaikum wa ila al-liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kufika salama. Sasa tuko kwenye kituo cha kusubiri mabasi na mabegi yetu ili tuweze kwenda katika mji mtukufu wa Makkah Tulul Karama kwa ajili ya kukamilisha umra yetu ambayo tayari tushatiania wakati tumo ndani ya mikati ndani ya ndege. Kwa hali hii mahujaji wetu wote wamefika salama. Mahujaji wetu ni 165 tuliokuja nao leo. Hujaji mmoja amekuwa amedharurika, watakuja baadaye inshallah. Na katika idadi yetu hiyo wanawake ni 89, walobakia ni wanaume. Kikawaida tukiwa hapa kutokana na utaratibu wa Bi'tha Tanzania kwamba hatutoitwa Ahli Sunna wal Jamaa, tutaitwa Bi'tha Tanzania kwa sababu mahujaji wote wametakiwa waunganike kwa mujibu wa taratibu wa Wizaratul Haji ya Saudi Arabia. Nafikiri kwa haya machache
imetosheleza. Mwenyezi Mungu atujalie safari yetu ya njema na salama, tukamilishe ibada zetu na ziwe makbul kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, mahujaji wa taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tayari tumeshafika mji wa Jeddah na tayari tumeshakamilisha ijraati za airport, mambo ya migration tayari kila mmoja ameshachakiwa. Sasa hivi tayari tumeshaingia katika mabasi kwa ajili ya kuanza safari ya kuelekea Maka kwenda kutekeleza ibada ya umra. Tunasema alhamdulillah kwa kutufikisha salama. Tumetoka kwetu Zanzibar, tumefika Saudia kwa salama alhamdulillah. Safari ilikuwa ni masaa 4.5, haikuwa kuchosha sana alhamdulillah, na mpaka sasa hivi mahujaji wote wako salama, na tunatarajia inshallah mnamo saa 11 tutakapotoshaingia Maka, tutapumzika kidogo masaa 4. Baada ya hapo, baada ya salatul ishai itakuwa tayari tunaenda kufanya ibada yetu ya umra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi sabil alim min shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Waislamu watukufu, tumeshaingia katika mji wa Saudi Arabia, tuko katika mji wa Jeddah bil khusus, kutoka katika airport ya mamlaka ya Saudia, na sasa hivi ndio tunataka tuelekee katika mji wa Makkah al-Mukarrama kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Kwa hivyo tunapaswa tuwe wenyenyekevu na tujitahidi kuleta talbia kwa wingi kama alivyosema Mtume SAW, ar-rijalu yajharuna wan-nisa'u la yajharna. Wanaume watatakiwa walete talbia kwa sauti za juu na wanawake sauti zao ziwe chini. Kwa hivyo huo ndio mwenendo wa Uislamu. Tujitahidi sana kuhamasisha ibada hii ya hija. Sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii na neema hii. Wako wenzetu katika miji yetu, ikiwa ni Zanzibar, ikiwa Unguja au Pemba, na wengine Tanzania, wana uwezo lakini wamekuwa wazito kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hivyo kuna haja kuhimiza Waislamu watekeleze ibada hii. Wal afwa minna wa minkum. Ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Zamzam, kisha tunapanda juu kule kwenda Safa wal Marwa mara 7, na mwisho kabisa tunanyoa, ndio tunaondosha ihram, yani yale yote yaliokuwa ya haramu yanakuwa tena basi.
Kinyume cha hivyo, inabidi nguo hizi tubakie nazo kabla hatujafanya hayo. Akina mama wale waliothibitishwa na daktari kuhusu habari ya mask, kwamba wakibakia nazo wataathirika, basi wanaweza wakaendelea kuwa nazo. Kinyume chao wasiziweka hizo, kwa sababu unakuwa umestiri uso, na uso unatakikana uwe wazi kabisa. Wanaume vichwa nafikiri wote wako wazi. Msafara huu tutakwenda sambamba, lakini utagawika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza mbele nitakuwa niko mimi, lakini tukiingia ndani mule sauti yangu haitasikikana na wale waliokuweko nyuma. Kwa hiyo katikati patakuwa na mtu mwingine, naye atakuwa na sauti yake. Tulisema Sheikh Abdallah Hamid yuko wapi? Na mwisho tukasema atakuweko Sheikh Qasim, huyu hapa, akitoa sauti vile vile talbia. Tukiondoka hapa inakuwa ni moja tu talbia, lakini tukishakufika kule ndani huwa zinageuka. Kila kikosi kitakuwa kinakwenda na talbia yake, kwa sababu grupu kubwa kama hili litagawika tu kutokana na kwamba hatuendi peke yetu, tutakutana na watu tofauti. Tumetoa semina nyingi, kwa maana mtu hata akitokezea bahati mbaya watu wamemponyoka, basi akamilishe ile mizunguko yake 7. Utahesabu mwenyewe mzunguko wa kwanza, huo wa pili, mpaka unamaliza. Unaenda kusali popote pale katika msikiti, kama hujui sehemu hiyo ya makamu Ibrahim, ikiwa umefuatana na grupu tutaelewesha. Baada ya hapo narejea tena, tutaenda kunywa maji ya Zamzam. Ni sunna tu hiyo. Kama hujanywa maji ya Zamzam haijaharibika ibada yako. Alafu tunakwenda Safa wal Marwa mara 7. Ikimaliza Safa wal Marwa, basi watu watakuwa tumemaliza ibada hiyo. Wamebakia kunyoa nywele kwa wanaume, na wanawake wanaondosha kidogo tu hivi, wasije wakanyoa nao waume zao wakaja wakapiga talaka. Wanaume tunaweza tukanyoa kwa kuziondosha zote. Baada ya siku 7 tena tukifanya hija tunapangusa tena, hata kama huna nywele, japo unapitisha kiwembe. Lakini mtu akiona leo acha niondoshe kidogo, kesho kutwa baada ya wiki tutakuja kuondosha tena kwa ajili ya hija, ni sawa pia. Tumefahamiana. Ziko saluni huo za ashuru reali 10. Kinyume chake mnaweza mkatafuta viwembe, kila moja akampunguza mwenzake kidogo, alafu tena kukoga, tunarejea tena nguo zetu kama za kawaida. Hiyo itakuwa tayari tumeshamaliza umra. Ukimaliza tu kutufu mwenyewe, unajua imebakia jukumu la kusali rakaa 2, nayo ni sunna, kunywa maji ya Zamzam, narejea tena, halafu naenda Safa al Marwa. Kilichokuwa cha msingi kabisa nia tushatia, imebakia kuzunguka Al-Kaaba na kwenda Safa al Marwa na kunyoa. Mambo 4 hayo ndio lazima, mengineyo tunaongezea ni katika sunna za Mtume ambazo zinaifanya ile ibada iwe kamilifu. I think it is understandable, imeshafahamika hiyo. Lakini kwa kuwa tunaenda sambamba, basi fatana na wenzako, usiachane nao. Pamekosekana mtu hawezi, basi alao waweko watu 3 wafatane pamoja, siweko mtu peke yake. Tunashukuru akina mama, sare yenu inapendeza, ina mvuto.
Hata sisi wanaume kwa ajili yenu nyinyi ndio inakuwa indication signal, symbol wetu sisi. Kwa hiyo mtu akishakuona nini, usitake kubabaika. Ikiwa umepotea, kaa pahali tulia, basi baadaye utapata utaratibu. Una sehemu pale tutaoneshana, sehemu hiyo iko imetokezea mtu amepotea, anauliza geti namba fulani, basi ataweza kutoka. Tumefahamiana? Una swala lolote? Viongozi tulikuwa tumekaa kikao, basi vile vile tunajigawa sehemu 3. Sehemu tunakuweko mbele, sehemu anakuweko katikati, sehemu nyuma. Wanaume tumesema wanawake wanaikwa katikati tunapokwenda. Wanaume wengine wanakuweko nyuma kabisa, wanaume wengine wanakuweko pembeni, na sisi nakuweko mbele. Ndivyo wanavyofanya Malaysia, Indonesia na nchi nyingine kuweza kuastiri familia yao. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Tunaanza msafara. Una swala lolote? Kuna ziada tu. Naam. La kwanza jamani, hii mmeiona hii? Kila mmoja nafikiri tapewa. Hii itapewa. Haya basi jitahidi ukae katikati ya kundi. Laka wal mulk la sharika lak. Pamoja. Tumesema leo baada ya sala ya Isha usiku tunakutana sote, tutakuwa na mazungumzo muhimu sana katika muda wetu tutakao kuwepo hapa Maka. Baada ya sala ya Isha leo, yani itakuwa ni saa 3:30 hivi, inabidi tukutane kuelezana yale ya msingi ya muda wetu wa kuwepo hapa Maka. Muhimu sana tukumbushane, na hayo ni mambo ya msingi ili tukamilishe ibada yetu kwa ukamilifu. Tunakwenda polepole. Naam. Labbaika. Zia tena mfungo pili, unaanza mfungo 3. Watu wako wachache sana. Kwa hiyo tunaweza tukafanikiwa vizuri katika kuifanya ibada hii. Kila siku inayokuja inakuwa watu wanaongezeka. Ikifika mwezi 3, mwezi 4, mwezi 5, tena hapa panakuwa na kishindo. Juzi nilikuwa hapa kwa ajili ya umra. Sehemu zote unaziona hizi watu wamejazana, huna pahali pa kupita.
Leo tunapita alhamdulillah. Huwezi ukasema labda usiku ndio watu wanapungua, time zote watu wanakuwepo. Huko kwenye Alkaaba pia atakuweko, lakini inshallah tutapata fursa tuweze kufanya tawafu yetu chini inshallah. Tuna watu wa kheri humu ndani, nia zao njema kabisa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kutekeleza ibada hii ipasavyo. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wenzetu washaanza kugaika, tunasubiri kidogo lisiweko gurupu kubwa kabla. Kwa hiyo wale ambao watakuwa hawawezi, wako ambao utakuwa tunawachunga ili na wao wakamilishe. Twendeni polepole. Anonipita mimi anafanya makosa, pengine haitokubaliwa. Bismillah. وقربا وقولا وافتعالي حسبنا الله ذو الكمال الله ثبتنا بديني ذي اللواء وبشرى إذا أنا سؤالي ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال جميع العلوم والمعاني وفهما زكيا والخصال ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال الله حفظ السماوات العلى ملكه عظيم حيث حالي ربنا الله ذو الجلال
وأغنى عن مقالي. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. الله ثروة له في كل آن بذكر الليالي كاللؤان. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. الله بلي يفوز كل باب بنذر الإله المتالي. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. الله سيد وعزته كل عبد مطيع محيطا برساله. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. الله شربنا ودادا من كؤوس إله البرايا لم يزال. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. صدى بالمعاني هو يهوي رزقنا بفضله كيف حالي. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. فقدنا كمثله بالجلال كما في القرآن بالسؤال. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. الله واغفر يا إلهي كل حافظ بأهل الكساء والأبدال. ربنا الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال. الله فيا ربي صلي على الهادي محمد ختاما لرساله. صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم وفقنا كل ما تحب وترضى. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله يا الله. صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله يا الله. صليتم
أسار شهر أحمد أودل ما أبدا بها اللهم صل على محمد وآله وأبدا جمال المصطفى كبدر في كمالها اللهم صل على محمد وآله وتمام الحق نبيه على جسمانه اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله أدنى فتى أدنى على مقام لم يكن به اللهم صل على محمد وآله على الوجود شأنها اللهم صل على محمد وآله سيد الناس أفضل على أسماء صفاتها اللهم صل على محمد وآله شريف وهو شفيع شكايا أو مواليه اللهم صل على محمد وآله صدورنا بهوله كان فيه من وجهها اللهم صل على محمد وآله على المنابر يكن جماله وجاهها اللهم صل على محمد وآله لا